Miaka iliendelea kusonga mbele. Maisha hayakusimama. Pole pole maumivu aliyoyabeba Edina moyoni yakaanza kubadilishwa na matumaini. Neema ndiye alikuwa wa kwanza kumaliza kidato cha 4. Alifaulu vizuri, lakini kutokana na hali ya kifedha hakupata nafasi ya kuendelea na elimu ya juu. Hakuwahi kulalamika. Badala yake alimwambia mama yake kwa tabasamu, "Mama, usihuzunike. Samahani sana mwanangu. Huna sababu ya kuomba samahani mama. Mimi nitakusaidia kwenye biashara. Rita na Rozi waendelee kusoma." Edina alimkumbatia. "Wewe ni mtoto mwema sana." Neema akatabasamu. "Haya yote umeyafanya kwa ajili yetu mama. Sasa ni wakati wetu kukusaidia." Kuanzia siku hiyo Neema akawa mkono wa kulia wa mama yake. Alisimamia mgahawa, aliwahudumia wateja kwa upendo na biashara iliendelea kukua siku hadi siku. Wakati huo Rita na Rose walikuwa sekondari, naye Grace alikuwa bado shule ya msingi. Lakini tangu akiwa mdogo alikuwa tofauti. Hakuwahi kushika nafasi ya pili. Kila mtihani alikuwa wa kwanza. Walimu walimpenda sana. Siku moja mwalimu mkuu alimuita Edina shuleni. "Mama Grace." "Ndiyo mwalimu." "Mtoto wako ana kipaji cha kipekee sana." Edina akatabasamu. "Namshukuru Mungu kwa kweli. Tafadhali usimkatize masomo yake." "Mwalimu mkuu, na kuahidi nitafanya kila niwezalo. Huyu mtoto anaweza kufika mbali sana." Maneno yale yakabaki moyoni mwa Edina. Usiku wa siku hiyo alimwangalia Grace akiwa anasoma chini ya taa ndogo ya chemli. Machozi yakamtoka Edina. Kisha akasema, "Mwenyezi Mungu, naomba usinidhalilishie mwanangu. Nitapambana mpaka mwisho atimize ndoto yake. Naomba Mwenyezi Mungu msaidie mwanangu." Kwa upande wa pili maisha yalikuwa tofauti kabisa. George aliendelea kuishi na Stella. Mtoto wao wa kiume David alikuwa ndiye fahari ya familia. George hakwenda popote bila David. Alimpeleka kila sherehe, alimpeleka kila kikao, alimnunulia kila kitu alichokitaka. Marafiki zake walimpongeza, "Kaka, huyu ndiye mrithi wako sasa." George alitabasamu kwa majivuno. "Nimengoja miaka mingi bro." David alisoma shule ya gharama kubwa ya kimataifa. George hakujali kiasi cha fedha alichotumia. Alitaka kila mtu ajue kuwa mwanawe alikuwa wa tofauti. Wakati huo Stella alipata ujauzito mwingine. Safari hii alikuwa ni mtoto wa George kweli. Baada ya miezi 9 akajifungua mtoto wa kike. Wakamuita Happy. George alifurahi, lakini haikuwa sawa na furaha aliyokuwa nayo kwa David. David aliendelea kuwa kila kitu kwake. Siku moja jioni, simu ya Edina iliita. Alipotazama akaona ni mama yake na George. "Shikamoo mama." "Marahaba mwanangu, habari za nyumbani?" "Mungu anatupa uzima mama." Kimya kidogo kikatawala. Kisha mama yake George akasema kwa sauti ya upole, "Mwanangu, ukiona maisha yanakushinda uko Dar es Salaam, njoo ukae nasi pamoja na wajukuu wangu." Edina akatabasamu huku machozi yakimlengalenga. "Asante sana mama. Kwa nini hukubali mwanangu? Watoto wanasoma huku mama, na biashara yangu inaanza kusimama vizuri." "Basi nashukuru kusikia hivyo mwanangu." Mama George akaendelea kusema, "Mimi na baba George tumepata mavuno mazuri ya mpunga mwanangu. Tumepata fedha kidogo. Kesho nitakutumia kiasi kidogo ununue madaftari na kalamu za wajukuu zangu." Edina akainamisha kichwa akasema, "Asante sana mama. Naomba likizo hii uniletee basi hao wajukuu zangu." Edina akacheka kidogo. "Labda likizo ijayo mama. Kwa sasa wengine wanajiandaa na mitihani." "Sawa mwanangu, Mungu awabariki sana." Baada ya simu kukatika, Neema aliyasikia mazungumzo akamkaribia mama yake. Kisha akamwambia, "Mama." "Ndiyo mwanangu, baba ametuulizia." Edina akatikisa kichwa. Hapana. Bibi yenu ndiye ametukumbuka. Namshukuru Mungu ametutumia kiasi fulani cha fedha ili niwanunulie madaftari na kalamu." Neema akafikiri kwa muda. "Mama, ndiyo, hizi fedha ni si nyingi. Mimi nafikiri tununue vinavyohitajika hapa nyumbani. Kilichobaki tuweke kama akiba." Edina akatabasamu. Kisha akasema, "Wewe unafikiri kama mama yako." Wote wakacheka.
Grace aliyekuwa pembeni akasema kwa sauti ya utoto, mama, ndiyo mwanangu, nikikua nitakusaidia, nitakujengea nyumba kubwa, nitakununulia gari. Watoto wote wakacheka. Edina akambusu Grace, kisha akasema, asante mwanangu, nami kila siku ninakuombea ili Mungu aweze kubariki ndoto yako. Miaka iliendelea kupita. Grace akamaliza shule ya msingi, akawa wa kwanza wilayani, akaingia sekondari. Hakubadilika, aliendelea kufanya vizuri kila mwaka. Walimu walimtabiria makubwa. Baada ya kumaliza kidato cha 6, matokeo yalipotangazwa, Tanzania nzima ilishtuka. Grace alikuwa mwanafunzi bora nchini, yaani TO, Tanzania 1. Vyombo vya habari vilitangaza, magazeti yaliandika, runinga zikamhoji. Edina alipokea simu nyingi za pongezi, lakini yeye alikaa pembeni ya nyumba yake akilia. Neema akamkumbatia, mama, mbona unalia sasa? Haya ni machozi ya furaha mwanangu, sikuwahi kufikiria siku hii. Grace akapiga magoti mbele ya mama yake, mama, asante kwa kutokukata tamaa, wewe ndiye shujaa wetu. Edina akamshika mkono, mwanangu, Mungu ndiye shujaa, mimi nilikuwa chombo tu. Miezi michache baadaye, habari nyingine njema zikafika. Grace alipata ufadhili wa kusoma udaktari nchini Australia. Familia nzima ililipuka kwa furaha. Rosie akalia, Rita akamkumbatia dada yake. Neema akasema, Grace, ukifika kule usitusahau, kumbuka ulikotoka mdogo wangu. Grace akatikisa kichwa kisha akasema, haitawezekana dada, ninakumbuka siku nilizolala njaa, ninakumbuka siku mama alifukuzwa akiwa ametubeba, ninakumbuka nilivyokuwa nakwenda shule kwa miguu kwa kukosa nauli. Nitamaliza masomo, nitarudi, nitamfanya mama ajivunie, nitawainua dada zangu, nitawathibitishia watu kuwa mtoto wa kike anaweza. Hakukuwa na jicho lililobaki kavu ndani ya nyumba ile. Wakati Grace akipanda ngazi za mafanikio, David naye alikuwa anakuwa. Alimaliza sekondari kwa ufaulu wa kawaida, akaendelea na kidato cha 5 katika shule binafsi. Tofauti na Grace, David alipenda maisha ya kifahari, alipenda kujionyesha, aliwapenda marafiki waliotoka kwenye familia tajiri. Kila siku walikuja shuleni na magari ya kifahari, walivaa nguo za gharama kubwa, walizungumza kuhusu fedha kuliko masomo. David akaanza kubadilika, masomo yakaanza kushuka. Ndipo alipokutana na mwanafunzi mwenzake aliyeitwa Rebeka. Mapenzi yakaanza kwa siri. Walitumia simu muda mwingi, walikuwa wakiongea hata wakati wa vipindi. Walimu hawakugundua mpaka siku moja walitoroka shule, wakaenda kwenye nyumba ya wageni. Bahati mbaya siku hiyo mkuu wa shule alikuwa akifanya ukaguzi wa ghafla. Majina yote yakahesabiwa. David na Rebeka hawakuwepo. Simu zikapigwa kwa wazazi. Jioni walirudi shuleni. Mkuu wa shule aliwaita ofisini. Nyinyi wawili, mnajua kosa mlilofanya? Wakainamishwa vichwa. Mnafukuzwa kwa muda wa siku 21. Na mtakaporudi kila mmoja aje na mzazi wake. David hakuwahi kuona aibu kubwa kiasi hicho, lakini hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo tu wa matatizo makubwa yaliyokuwa yanamsubiri. Siku ya Grace kuondoka kwenda Australia ilifika. Uwanja wa ndege ulijaa hisia. Edina, Neema, Rosie na Rita pamoja na mdhamini wake walifika mapema. Grace alipowakumbatia dada zake, machozi yakaanza kumtoka. Ikafika wakati akamkumbatia mama yake, kisha akasema, mama, ndiyo mwanangu, naomba uniombee mama. Edina akamshika mkono, kisha akamuuliza, Biblia umebeba? Ndiyo mama. Usiache kusali. Sawa mama, usisahau ulikotoka Grace, usisahau Mungu aliyekuinua. Grace akafuta machozi, sitasahau mama, nitarudi nikiwa daktari, nitawarudishia heshima mlioipoteza. Punde tangazo la abiria likaita safari yake. Ilikuwa ngumu kuagana kati yao. Neema akamkumbatia kwa nguvu, Mungu akutangulie Grace. Rosie na Rita wakambusu. Edina akaweka mkono kichwani mwa mwanawe, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo akulinde mwanangu, akupe hekima, akurudishe salama. Grace akainama kisha akasema amina. Kisha akaingia kuelekea lango la kuondokea. Wote walibaki wakitazama. Ndege ilipoanza kuruka,
Edina hakutoa macho yake dirishani. Aliendelea kuitazama mpaka ilipotoweka mawinguni. Hakujua angeonana naye lini tena na mwanawe, lakini moyo wake ulikuwa na amani. Alijua safari ya Grace haikuwa ya kawaida. Ilikuwa safari ambayo siku moja ingebadilisha historia ya familia yao milele. Stori inaendelea. Asante kwa kusubscribe, kwa kulike na kucomment. Uendelee kuwa pamoja nami kwa kusubscribe, kwa kulike na kucomment. Tafadhali Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki na nikutakie siku njema. Kwaheri.